Karibu sana mtazamaji wetu wa Focus Update. Wanaharakati wa Flotilla ya Global Summit wameripoti matukio ya kikatili na kuibiwa mali zao baada ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel. Mwandishi wa Kiitaliano Lorenzo Di Agosto ameeleza kwa kina jinsi mali na pesa za waandamanaji zilivyoibiwa wakati walipokuwa gerezani. Di Agosto amesema kuwa walipokuwa wakishikiliwa, waandamanaji walisumbuliwa mara kwa mara nyakati za usiku, walitishwa kwa mbwa na wanajeshi walikuwa wakilenga silaha zao kwa taa za leza ili kuwatisha. Lakini jambo lililoibua hasira zaidi kwa waandamanaji ni kuibiwa kwa mali zao binafsi. Pesa, simu na mali zingine zilizokuwa mikononi mwa waandamanaji ziliibiwa bila huruma, hali iliyowafanya wahisi kutendewa kwa dhuluma kubwa zaidi kuliko kukamatwa pekee. Mwandishi mwingine wa Kiitaliano Severio Thomas amesema kuwa baadhi ya waandamanaji walitendewa kama sokwe na baadhi ya dawa muhimu walizokuwa wanahitaji zilikwama na majeshi ya Israel, hali iliyoongeza mateso ya kukamatwa. Takriban wanaharakati 450 walikamatwa wakati flotilla hiyo yenye meli 42 ilipogonganishwa na wanajeshi wa Israel, na wengi bado wako gerezani. Tukio hili limeibua malalamiko makubwa kuhusu haki za binadamu na jinsi waandamanaji wanavyotendewa wakati wa kukamatwa. Msafara wa wanaharakati wa Global Flotilla umeweza kupeleka simanzi nzito duniani, huku ikionekana kwamba Israel imekiuka sheria za kimataifa kwa kuweza kukandamiza moja kwa moja haki za waandamanaji kwa ajili ya kuweza kupambana, kuweza kuisapoti Gaza, lakini vile vile kuweza kuonyesha mshikamano na raia wa Palestina ambao wamekuwa kipitia wakati mgumu mara zote. Kitendo cha waandamanaji kuweza kufanywa ukatili mkubwa na kuweza kuibua pesa zao kinaibua sitofahamu kubwa katika moja ya kitu ambacho kinaonyesha kwamba Israel imekiuka sheria za kimataifa kwa uwazi mkubwa zaidi na kikipingwa na mataifa mengi duniani. Kuna mengi mtazamaji utakwenda kuyafahamu, lakini nikusihi tu kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu wakati ndio huu, uweze kusubscribe, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.